CDF, ili kila ward, nataka MCAs wanisikize vizuri, kila ward tutakuwa na ICT hub. Tunaanza mjengo, tunapitisha sheria in the next 1 month or 2 months, tutakuwa tumemaliza ndio tuanze. Tunajenga ICT hub katika kila ward. Pale tutaweka makompyuta, pale tutaweka internet, na tutapanga vijana 300-400 kwa kila ward. Vijana wa Dagoretti muko? Vijana wa Dagoretti muko? Muende msome manifesto ile tuliandika. Haikuwa ni karatasi, ni kutekeleza mambo ya serikali. Hiyo ICT hub ambayo iko kwa manifesto yetu, tunataka vijana 300-400 tuwaweke pale. Tutaweka vifaa, tutaweka kompyuta, na tutahakikisha ya kwamba vijana wetu mbali na kujifunza mambo ya kompyuta, tutawapanga na ajira. Hivyo ndivyo hii Kenya tutabadilisha. Msiko na wasiwasi, hii Kenya tutabadilisha. Hao wanaongea wataongea tu kidogo kidogo, lakini hapo mbele watafunga mdomo na watatupigia makofi baadaye. Hiyo kama tunaelewana. So tunataka tupangane hivyo. So ICT hubs, we're changing the NGCDF law so that we can provide resources for every ward to have at least 1, if not 2, if not 3 ICT hubs. Ndio vijana wetu tuwapange na ajira. Nimetembea nyingi duniani. Nimeenda Marekani, nimeenda Uingereza, nimeenda Ujerumani. Rais wa Ujerumani alikuwa, rais wa Korea alikuwa hapa, marais karibu 15 tayari wametutembelea, na tumekubaliana na wao wako na nafasi ya ajira. Nimewaambia tuko na Wakenya vijana shupavu, na tutawaunganisha hawa vijana na ajira, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kujisimamia na kusimamia nyumba yake. So huyu KJ atapanga nyinyi, tukianza Januari we will do the construction of the ICT hubs so that we can give opportunity to the young people of our country through technology and through the digital space. Na ndio mliona katika manifesto yetu tulisema kuna kitu inaitwa digital super highway ambayo itatutembeza ama itatembao katika kila sehemu ya Kenya, kila ward, ndio tuwaunganishe vijana wetu na ajira. That is how we are going to change Kenya. Hii mnanielewa? Yes. Kenya haiwezi kubadilishwa na makelele na sarakasi na mpango. Na hiyo mpango tuko naye. So ndio tunataka tuendelee hivyo. Nataka niwaambie tukiwa hapa Nairobi vile vile tumekubaliana na county government, bwana Mushiri yuko hapa, tunajenga kama serikali ya kitaifa pamoja na hawa masoko 20 Nairobi. Tulikuwa tumetangaza kandarasi, wakaniletea ile drawing, nikaona hii drawing iko chini. Sawa Mushiri. Kwa sababu hatutaki kujenga soko jua kali, ndio? Tunataka kujenga soko iko na na style kidogo na iko na mpango, kwa sababu wafanyabiashara wetu ni wengi. So tumerudisha na sasa watatangaza tena ndio tujenge hizo soko, kwa sababu tulikubaliana na mama mboga ya kwamba hata wao watafanya kazi biashara yao mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima. That's what we are going to do. Tunaelewana? So tumepitisha budget yetu mwezi wa 7. Unajua watu wanasema ya kwanza, hiyo ndio budget nimepangia hiyo vitu yote. Ile budget ilikuwa ya wengine, walikuwa wamepanga BBI, rege na nini na nini. Sasa hiyo haikuwa na hii mpango. Nyinyi mnanielewa? So hiyo ndio tumepangia from 3 months ago, and now we are rolling into the implementation phase. Mwisho na niliona niseme hivyo, hapa Nairobi nyinyi ni watu mko mbele sana. Unajua ile hustler fund? Yaani watu wa Nairobi tayari wamekopa shilingi bilioni 6. Watu wa Nairobi.
Watu wa Nairobi 2.1 million wamechukua hiyo pesa. Hata nikiona hapa kwa kanisa mimi naona kuna ndio kuna mtu amechukua pesa ya Hustler Fund hapa kwa lakini mimi naona hamtaki kuweka mkono juu kwa sababu kuna wengine hawajalipa. So wewe utuombee nani bishop wetu, kwa sababu ukiendelea kukopa na kulipa ndio mambo yanaenda juu. Ile nimeambia wizara sasa, nataka wakuje kila market to identify in every market, tuwapangie pesa ambayo mtakopa kama group. Kama ni 200,000 mjipange kwa kikundi, tuwapatie 200,000, tuwapatie 1,500, tuwapatie 1,000,000, bora mjipange, mnatumia kufanya biashara na kurudisha. Ama mnataka kwenda naye? Mukienda naye nitatoa wapi pesa nyingine ya kuendesha naye hiyo kazi? Si kazi ndio hivyo? Ile kitu itafanyika ni kwamba hakuna mtu atawaharas, na tutahakikisha kwamba ile mlikuwa mnalipa 1% per day, hiyo tumetoa. Sasa tunalipa 8% per year, na itasaidia. Hii haina logbook, haina nini, ni wewe na simu yako na vile utajipanga. Tumeelewana? So tunataka tushirikiane hivyo. Nataka niwaulize ndugu zangu, share kidole ni fulani, laumu fulani, laumu fulani, laumu fulani. Kenya, kujenga Kenya inaanza na kila mmoja wetu. Everybody must make a contribution kujenga Kenya. Kama unaamka mapema kwenda kufanya kazi, wewe ni shujaa ambaye unajenga Kenya. Yule mtu ambaye anaharibu Kenya ni yule mtu wa kung'ethia na kukaa tu hapo na kunywa pombe, natafuta madawa, napiga watu. Huyo ndio mtu anatuletea hasara, anafanya maandamano, anavunja biashara ya wengine. Hiyo ndio mtu anaturudisha nyuma. Kila mtu mwenye ako na bidii kwa njia yoyote, kaniwaambie hivi, na ndio Pastor Ken umefanya, Bishop Ken umefanya vizuri, ya kwamba nimekuja kanisani hapa tumshukuru Mungu. Niko na sababu nyingi ya kumshukuru Mungu.